Kama kuna mtu huwa anakuvunja moyo, anakuambia kuwa YouTube hailipi, basi hii video ni kwa ajili yako, kwa sababu leo kupitia video hii nataka nikuonyeshe au nishare na wewe kiasi cha pesa ambacho mimi nimeweza kukitengeneza kwa kutumia just YouTube peke yake. Na dhumuni la kutengeneza video hii ni kwa ajili ya kuinspire baadhi ya watu wanaotaka kutengeneza pesa kupitia akaunti zao za YouTube. Na hii ndio YouTube channel ambayo ninaizungumzia, inaitwa Geo Recap. Na ni YouTube channel inayojihusisha na kutengeneza maudhui ya muktasari ya movie. Ni moja kati ya YouTube channel zangu mpya ambazo ninamiliki, na hii imefanikiwa kupata subscribers almost 830 ikiwa na jumla ya video 16 tu. YouTube channel hii kwa mara ya kwanza ilitengenezwa tarehe 25 Februari mwaka 2025. Na tokea nimeanza kuposti video nimepata viewers 639,305. Lakini pia YouTube channel hii iliingia katika mfumo wa monetization program tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2025. Sasa hapa kuna baadhi ya watu nimewaacha. Ngoja nikupe muktasari kidogo kuhusiana na YouTube Partner Program. Katika YouTube kuna kitu kinaitwa YouTube Partner Program. Huu ni mfumo ambao unamsaidia content creator kuweza kutengeneza pesa kutokea kwenye maudhui ambayo alikuwa aki-upload. Lakini kabla hujaingia kwenye huu mfumo, unatakiwa uwe serious kidogo. Una kazi unatakiwa uifanye. Unatakiwa at least uwe na subscribers 1000. Nikisema subscribers namaanisha watu wanaokufuatilia. Lakini pia unatakiwa uwe na watch times au watch hours 4000, masaa ya watazamaji haya. Sasa hapa ili nisikuboe, ngoja nikuonyeshe dhumuni la video hii. Na kama utakuwa interested kutaka kujua kuhusiana na subscribers pamoja na watch hours, basi nitaelezea mwishoni mwa video hii. So guys, kama unavyoona hiyo ndo dashboard ya akaunti yangu ya YouTube channel ya hii Geo Recap. Na ukiangalia analytics za video zangu ndani ya siku 28 unaweza kuona nimepata viewers 428,028. Sio wachache lakini pia sio wengi sana, kwa sababu unaweza kuona video zangu zimewafikia watu zaidi ya 3,800,000, lakini ni watu 428,028 wamechagua kuangalia video zangu. Na pia inakadiriwa kuwa watu wengi wamekuwa wakiangalia video zangu kwa dakika 4 na sekunde 58 peke yake. Hii ikimaanisha kuwa kuna baadhi ya watu huwa waangalie video kuanzia mwanzo hadi mwisho, au watu wengine pindi wanapokuwa wanaziangalia huwa wanaziskip. Na sasa ngoja tuangalie analytics za hizi video tokea hii channel ilipotengenezwa kwa mara ya kwanza. So hapa juu kwenye siku 28 nitabadilisha na kuweka lifetime, na unaweza ukaona tokea hii channel ilipotengenezwa video zake zimekusanya viewers 654,600, na impression au idadi ya namba ya viewers waliofikiwa na video zangu ni watu 5,900,000. Na katika watu wote hao, watu waliochagua kutazama video zangu ni watu 654,000, ambapo wamekuwa wakitazama video hizo kwa wastani wa dakika 4 na sekunde 41. Na tukija kwenye tabu ya revenue, ambapo tunaweza kuona kiasi cha pesa ambacho nimekitengeneza ndani ya siku 28, nimefanikiwa kupata $95.33, ambapo hizi pesa ukizikonvert kwenye pesa ya bongo unaweza ukaona kuwa zina thamani ya shilingi 2,33,866, kitu ambacho sio kibaya, kwa sababu hii pesa tumeipata nje na pesa ambayo inatokana na majukumu yetu ya kila siku. Na kama mtu atakuwa na muda mwingi wa kuwekeza kufanya content nyingi zaidi, anaweza kupata pesa nyingi zaidi ya hii. Na pia hapa juu tukiweka lifetime, tukiangalia kiasi cha pesa ambacho nimekiingiza tokea hii YouTube channel ilipoanza kufanya monetization, unaweza kuona nimepata 2,099,604. Na pesa yote hiyo imepatikana ndani ya mwezi mmoja na wiki moja. Kwa upande wangu sio pesa ndogo hata kidogo. Sasa ukija ukiangalia hapa chini unaweza kuona video yangu ya kwanza kuiposti ilikuwa tarehe 23 Septemba mwaka 2025, na video hiyo haikuniingizia kiasi chochote cha pesa kwa sababu nilikuwa bado sijafanya monetization. Na baada ya kukaa kwa muda mrefu pasipo kuposti, nikaja nikaposti video ya pili, ambapo video hii ndio ilinipa moyo wa kutengeneza video nyingine. Na baada ya muda mfupi sana nikaja nikaposti video ya tatu, ambapo video hiyo ilinifanya mimi niingie monetization kabisa. Na baada ya kuingia monetization, video ambazo zilifuata zilikuwa ni video za kutengeneza dola tu. Kama unavyoweza kuona, siku ya kwanza ambapo ilikuwa ni tarehe 26 Novemba nililipwa shilingi 5,116, na siku iliyofuata nikapanda kidogo nikapata kama 8,700 hivi, ambapo baada ya hapo mambo yakaanza kushuka tena, nikashuka mpaka shilingi 3,361. Na pia ipo siku ambayo nilipata shilingi 700 kabisa, imagine guys. Lakini mapambano yaliendelea, nikazidi kuupload video, siku nyingine nalipwa 8,000, 10,000, 15,000, na hadi kufika mwisho mwezi nikafanikiwa kufunga na kiasi cha pesa ambacho nimekuonyesha hapo awali, ambapo ni 2,099,000
600. So hadi hapo nina uhakika kuwa kuna baadhi ya watu watakuwa wameielewa formula ya YouTube. Iko hivi, ukiposti video leo inaweza isipate viewers wengi, lakini baada ya wiki, mwezi, mwaka ukashangaa ile video inapata viewers wengi zaidi. Kwa hiyo YouTube watakulipa kulingana na kiasi cha viewers ambayo video yako imeingiza katika siku hiyo. Na nikisema hivyo namaanisha kuwa hata ikitokea leo umeacha kuposti video za YouTube, bado utaendelea kulipwa kulingana na idadi ya viewers ambazo utakuwa ukizipata kutokea kwenye video zako. Ukipata viewers 20,000 utalipwa kulingana na viewers 20,000, ukipata viewers 10 utalipwa kulingana na viewers 10. Okay, ukija hapa chini unaweza ukaona tokea nimeanza kuimonetize hii YouTube channel, mwezi wa kwanza nilipata shilingi 19,000, mwezi wa pili nimepata 266, na huu mwezi wa tatu nimepata 13,498. Kitu kingine unachotakiwa ufahamu ni kuwa YouTube wanalipa kulingana na topic ya video unayoifanya. Kwa mfano, mtu anayefanya video kuhusiana na masuala ya umbea, sijui mtu amefanya kitu gani au mtu fulani ameenda sehemu fulani, yani vitu kama hivyo ambavyo havina mantiki sana, analipwa tofauti na mtu ambaye anafundisha labda watu kutengeneza pesa kupitia online business na vitu kama hivyo. So yule mtu ambaye anafanya masuala ya kutengeneza pesa unakuta analipwa zaidi kulingana na huyu anayefanya masuala ya umbea. So watazamaji 1000 kwenye video inayojihusisha na masuala ya kutengeneza pesa wana thamani kubwa sana kuliko watu 1000 wanaotazama video za Millard Ayo. Kwenye movie recap na kama video ambazo anazitengeneza Millard Ayo, mara nyingi RPM yake ni kama shilingi 470. Nikisema RPM ni revenue per mile, kwa maana ya kuwa kiasi cha pesa unacholipwa kwa kila viewers 1000. Kama mtu atalipwa shilingi 470 za Kitanzania akipata viewers 1000, hii ni pesa ndogo sana. Kwa hiyo cha msingi hapa ni kupambania kupata viewers wengi. Na uzuri zaidi kwenye niche ambazo zina RPM ndogo zina nguvu kubwa ya kupata viewers wengi kuliko kwenye niche ambazo zenye RPM kubwa. Ngoja nikuonyeshe mahesabu machache ambayo pia YouTube huwa wanayafanya ili kukulipa pesa yako. Okay, hapa nitakwenda kufungua calculator. Mahesabu unayotakiwa kupiga ni kuwa kama viewers 1000 unalipwa shilingi 470. Je, tuassume labda ukipata viewers 100,000 utalipwa kiasi gani? Kwa hiyo hapa kwa hesabu za haraka haraka unaweza kuona kwa viewers 100,000 utapata shilingi 47,000 za Kitanzania. Kama hapo umenielewa, ngoja tupige hesabu kulingana na idadi ya viewers ambayo mimi nimeipata ndani ya mwezi mmoja, ambapo ni 5,90,500. Kwa hiyo nitachukua 5,90,500 nitazidisha na shilingi 470, na baada ya hapo nitaganya kwa shilingi 1000 ambapo ni ile idadi ya viewers ambayo unalipwa kwa shilingi 470. So utagundua kuwa kulingana na idadi ya viewers niliyoipata 5,90,500 nitalipwa shilingi 2,77,535. Ninachojaribu kusema hapa ni kuwa unatakiwa kuwa smart kutengeneza pesa. Hutakiwi kutumia nguvu kubwa, hutakiwi kufikiria sana. Kuwa smart, kuwa mjanja. Sasa kwa wale ambao watahitaji mafunzo zaidi, kuchimba zaidi kuhusiana na YouTube, basi hakikisha unanicheki kupitia namba ambazo zinapita mbele ya skrini ya simu yako.